Ndugu viongozi, kwenye eneo hili naomba tusikilizane kwa umakini wa hali ya juu. Hichi ambacho tutakizungumza muda huu, hatutamani kuja kukirejea tena. Tunatamani kuona haya ambayo tumeyasema leo yanaenda kufanyiwa kazi katika maeneo yetu. Niwaombe sana waheshimiwa mabalozi, niwaombe sana viongozi wa mashina, niwaombe sana viongozi wa matawi, niwaombe sana viongozi wa wadi, na niwaombe sana viongozi wa jimbo. Twendeni tukaoneshe uhai wa chama katika maeneo yetu. Leo hii ndani ya mkoa wetu huu tumekuwa na idadi ndogo ya ulipaji wa ada za wanachama kwenye jumuiya zote pamoja na chama chenyewe. Niwaombe sana kupitia ziara hii siku ya leo, twendeni tukahamasishe vijana wenzetu waende wakalipe ada. Sisi jumuiya ya umoja wa vijana tunatakiwa kulipa ada za namna mbili: ada ya chama pamoja na ada ya jumuiya. Tunatambua kwenye ulipaji wa ada ya jumuiya mfumo nadhani kidogo upo katika marekebisho, lakini haituzuii kwamba tusiweze kulipa ada ya wanachama. Twendeni kama vijana wa jimbo hili la Mahonda kupitia ngazi zote tukahakikishe tunaenda kulipa ada. Chama cha Mapinduzi ngazi ya mkoa kupitia kamati ya siasa ya mkoa tayari imeshatoa maelekezo maalumu kupitia halmashauri kuu ya chama mkoa kuhakikisha kila kiongozi wa ngazi ya kamati ya siasa mkoa pamoja na wajumbe wa halmashauri kuu na wilaya zote mbili kuhakikisha tunaenda kuhamasisha kwa ukubwa ulioje juu ya uhamasishaji wa ulipaji wa ada katika maeneo yetu. Ninaamini kupitia ziara hii na kikao hiki siku ya leo tutaenda kuonesha mabadiliko makubwa juu ya chama chetu pamoja na jumuiya ya vijana ndani ya jimbo hili la Mahonda. Ninaamini kuna mengi ambayo nyinyi wenyewe kama vijana mmeyaona hapa. Mmezungumza swala la fursa za ajira. Ni kweli kama ambavyo alivyosema kaka yangu pale kwamba Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi kupitia ziara alizozifanya katika maeneo mbalimbali, kupitia kampeni ya utekelezaji wa ilani ambayo amejinadi katika maeneo mbalimbali, aliwahakikishia vijana juu ya kutumia fursa zilizopo ndani ya taifa letu. Na nyinyi wenyewe ni mashuhuda, yapo baadhi ya maeneo huku ndani ya mkoa wetu na jimbo hili la Mahonda fursa ni nyingi. Sasa niwaombe sana kama vijana tuendelee kuzitumia fursa hizo. Mimi nataka nikuhakikishie kakaangu kupitia hili ambalo umelizungumza siku ya leo, sisi pamoja na viongozi wenzangu wa kamati ya utekelezaji tutafanya ziara maalumu ya kwenda kwa Mturuki kwenye kiwanda kile cha kuku ili kuona jinsi gani tunawasaidia wazawa wa jimbo hili la Mahonda. Vijana oye! Viva vijana, viva! Na hili ni kuombe sana ndugu mwenyekiti, tutakapoenda sisi viongozi wa mkoa kwenye eneo lile na tutakaporudi, nitaomba tufanye kikao kama hichi na ukumbi huu ili kuweza kuwapa majibu ambayo tutaweza kupatiwa katika eneo lile. Lakini niwahakikishie kama kutakuwa kuna fursa zozote ambazo zinawahusu vijana, basi ni lazima tupewe vijana wenyewe, na sisi vijana wa jimbo la Mahonda ndiyo tuwe wa kwanza kuweza kuzitumia fursa hizo, na naamini kwa uwezo wa Mungu tutaweza kufanikiwa. Viva vijana, viva! CCM oye! Fursa sio kwamba lazima tuajiriwe serikalini sote. Sisi wengine tunaweza tukaamua kama ambao tuliosomea pharmacy, tunaweza tukaamua labda tunafungua KOTC chetu, tunauza dawa kwa ajili ya maisha ili kuendelea. Kwa wale ambao tumesomea ualimu, si huku tunasubiria ajira za ualimu, lakini tunaweza tukaamua kujikusanya labda watu 5 6 tukafungua madarasa ya kuwafundisha vijana wetu ambao wako mashuleni. Haya yote ndugu zangu yanawezekana. Na mimi niseme miongoni mwa sifa ambazo zipo ndani ya jimbo hili la Mahonda. Mahonda ni jimbo ambalo limebarikiwa, watu wake ni wakarimu sana. Kwanza jipongezeni sana kwenye hilo. Lakini pia Mahonda kumekuwa na watu ambao wana akili kweli kweli ndani ya jimbo hili. Mimi nina maombi matatu kwenu wana vijana wa jimbo hili la Mahonda. Ombi la kwanza, twendeni tukafanye kazi ya kuisaidia Chama cha Mapinduzi. Twendeni tukafanye kazi ya kuwasaidia viongozi wetu. Twendeni tukashikamane na tupendane juu ya kukijenga Chama cha Mapinduzi
pamoja na jumuiya yetu ya umoja wa vijana. Na sisi kama viongozi wenu wa ngazi ya mkoa tutahakikisha tunawashika mkono kwa namna moja ama nyingine kupitia hatua zote hizo ambazo mtakuwa mnazifanya katika maeneo yenu. Lakini jambo la pili ambalo nahitaji kuwaambia, mimi binafsi, ndugu mwenyekiti, nimeona vijana wetu hawa wa Nyambi wamefanya kazi kubwa na nzuri katika eneo hili, na bahati nzuri nilikuwa namwambia mwenyekiti hapa, vijana hawa tayari wameshasajiliwa. Ameniambia vijana bado hawajasajiliwa. Sasa katika mambo ambayo tunasema kuwaunga mkono vijana, kuwashika mikono vijana wafanikiwe malengo yao, ni miongoni mwa haya ambayo nitayasema muda huu. Mimi pamoja na wajumbe wenzangu wa kamati ya utekelezaji ya mkoa tutatoa fedha taslimu ya shilingi 100,000 kwa ajili ya vijana hawa wa Nyambi kwenda kusajiliwa rasmi ili kuweza kujulikana ndani ya taifa hili. CCM oye! Nini maana ya vijana hawa kwenda kujisajili? Watakapoenda kujisajili, kwa kweli watakuwa wameanza hatua kubwa ya maisha yao ambayo wanaihitaji. Wakiwa na usajili hawa, mimi kazi yangu itakuwa ni moja tu kama mwenyekiti pamoja na wajumbe wenzangu wa kamati ya utekelezaji, kwenda kuwatafutia sehemu maalumu kwa ajili ya kufanya kazi zao. Hiki ambacho wanakifanya hawa ni kitu kikubwa sana, ndugu vijana, na ni kitu ambacho kinaingiza fedha kubwa mno ndani ya taifa letu. Kuna baadhi ya maneno yanazungumzwa mitaani kwenu, kuna baadhi ya maneno, kuna vijana mnaendelea kuyasambaza kwa vijana wenzenu. Ni swala zima la ajira katika chama. Mpaka dakika hizi za mwisho, Chama cha Mapinduzi kupitia jumuiya ya vijana hakuna ajira yoyote iliyoletwa kwa ajili ya vijana. Mimi mwenyekiti wenu wa vijana wa mkoa huu pamoja na viongozi wote mnaowaona hapa meza kuu pamoja na kamati yangu ya utekelezaji ya mkoa huu hatujapokea agizo la aina yoyote kama kwamba kuna fursa za ajira kwa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Kama kuna watu wanazungumza maneno hayo, niwaombe sana wasikugaweni kwa maneno hayo. Kama kuna viongozi wanasema maneno hayo, basi wasikugaweni kwa maneno hayo. Niwaombe sana vijana, endeleeni kushirikiana na chama juu ya kulinda chama chetu cha Mapinduzi. Watu sasa hivi watatumia maneno mbalimbali kutaka kuwagawa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Vijana, endeleeni kuwa imara. Sisi viongozi wenu, kutakapokuwa na fursa ya aina yoyote itawahusu vijana ambayo imekuja kwenye meza yetu halali, basi hatutoacha kuwashika mkono. Leo hii tukianza kuambiwa maneno huko bila ya idhini ya sisi viongozi, kwa kweli tutakuwa hatukitendei haki chama chetu. Niwaombe sana kama vijana, endeleeni kufanya kazi, endeleeni kushiriki matukio mbalimbali. Sisi viongozi wenu, kwa kweli hayo ndiyo ambayo tunaendelea kuyaishi nayo. Kukiwa na jambo jingine lolote ambalo linawahusu vijana, basi tutawaita vijana kuwaambia, kwa sasa ndani ya mkoa wetu kumekuwa na jambo fulani, hili ndiyo tunaenda nalo. Hivi majuzi, nadhani wengine ni mashuhuda hapa, mawilayani huko kumekuja fursa, na kumekuja fursa za sekta ya afya. Nadhani wengine mliosomea afya humu mmeweza kushiriki. Wengine ambao mna ndugu zenu, marafiki zenu, nadhani mmewaona mawilayani wameenda kufanyiwa uhakiki wa fursa hizo. Ninaamini sio wote ambao wataweza kufanikiwa, lakini naamini wachache watafanikiwa ndani ya mkoa huu. Na kwenye hili niendeleeni tumuombee sana Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hakulileta kwa ubaguzi, jambo hili halikuja kwa ubaguzi. Limekuja kila eneo kwa watu wake husika. Na bahati nzuri unaambiwa hasa kwamba wewe lazima uende na barua ya sheha, uthibitisho wa barua ya sheha, kwamba sheha athibitishe kwamba kweli huyu ni mkaazi wa wilaya hii na ni mkaazi wa shehia yangu. Kwa hiyo niwaombe sana, zinapokuja fursa za amna kama hiyo, hakikisheni mnajitokeza kwa wingi, kwa sababu zimekuja kwa ngazi za mikoa na wilaya. Ninaamini kupitia fursa zile vijana wetu wengi wataenda kupata nafasi hizo, ili na wao waone kwamba serikali
ambayo imewekwa madarakani na Chama cha Mapinduzi kinaendelea kuwajali kwa namna moja ama nyingine.